mpenzi mtazamaji, tutazama leo tuko katika Kisii FM, Kisii Digital, na tuko na wanafunzi kutoka St. Peter's Nyakemicha. Wamekuja kutuonyesha talanta zao kunazo, wamekuja kutembelea ni journalism club na wamekuja Kisii FM. Na tukiwa hivi tuko na mwanafunzi mmoja, ni dada. Nataka utuambie unaitwa aje? Kwa majina naitwa Damaklin Kirubo na nina talanta ya kuimba. Na ningependa niwatumbuize siku ya leo. Unatoka shule gani? Natoka katika shule ya St. Peter's Nyakemicha. Uko kidato cha? Niko kidato cha 4. Cha 4. Unajua kuningua kiuno? Ala, napenda tu kuimba. Napenda kuimba? Aya, tuimbie. Wako mwana ukamtuma duniani kisa na maana mpate uzima, jamani. Wako mwana ukamtuma duniani kisa na maana mpate uzima, jamani. Ishara kwamba unanipenda zaidi, hivyo nishaelewa, sifa nitakupa zaidi. Ishara kwamba unanipenda zaidi, hivyo nishaelewa, sifa nitakupa zaidi. Na siwezi nizuia kusema wako wema, na sio kama najigamba, umenitenda wema. Na siwezi nizuia kusema wako wema, na sio kwamba najigamba, umenitenda wema. Umekuwa mwema kwangu, wacha niringe, umekuwa mwema kwangu. Yawe, kwangu, umenitendea kwangu. Wacha niringe na siwezi nizuia kusema wako wema, na sio kwamba najigamba, umenitenda wema. Na siwezi nizuia kusema wako wema, na sio kwamba najigamba, umenitenda wema. Umenitoa gizani nilipokuwa nimeshikwa mateka, ukanipa tumaini. Kwako nikajificha, sasa nitakumaini. Kwako nitajificha, hakuna ina moyoni. Sifa nitakuimia, ulinigharimu, salabani unifie, hivyo inanibidi sifa nikuimbie, wema wako niseme, ili na wengine wakujue, wote waungane nami na wazee 24. Na siwezi nizuia kusema wako wema, na sio kwamba najigamba, umenitenda wema. Na siwezi nizuia kusema wako wema. Wapi makofi yake, makofi yake. Umenitenda wema. Wow, manze, unaweza usalimia kina nani wenye wanakutazama? Ningependa kumsalimia mamangu kule nyumbani. Kwa kuwa amekuwa mwema kwangu, amenilinda tangu nikiwa mdogo hadi wakati huu. Na hata pia shukrani kwa babangu ambaye amekuwa akinihimiza japokuwa na changamoto mbalimbali. Ningependa kuwashukuru. Na watu wa pili ni walimu wangu wa St. Peter's Nyakemicha. Ningependa kuwashukuru kwa kuwa kama si wao sasa singejua kuongea, singejua kuzungumza Kizungu, na hata pia kama si wao singekuwa mahali hapa wakati huu. Ningependa kuwashukuru sana. Na hata pia wanafunzi wenzangu na wasalimu pale shuleni, na wahimiza waendelee kusoma. Naam. Tuambie unapenda somo gani? Napenda somo 3 ambapo ni biolojia, kemia na hisabati. Wow guys, manze mpigie makofi, mpigie makofi. Nani?
Tunakuita nani? Violet Orenge. Kutoka shule upili ya Nyakemicha. Tumekuja hapa kuwasikilisha habari. Naam. Uko kidato cha ngapi? Kidato cha 4. Cha 4. Naam. So umejipanga kwa mtihani? Nimejipanga kabisa. Wow, karibu. Na wewe tunakuita nani? Vivian Ngota. Kidato cha 4. Wow, ninyi wote mko kidato cha 4? Ezekiel Mumanyi, lakini jina la pale shuleni wananiita Mboko Buju. Kidato cha 4. Mko na nini? Mnataka kutuonyesha nini? Ni habari tu. Habari. Ninyi ndio wanahabari wa shule? Yeah. Sawa. Unaweza. Mpenzi mtazamaji popote ulipo, natumai ubuheri wa afya. Sasa hivi imetumia saa 7 saa za Afrika Mashariki. Tumo tayari kukuletea habari zetu anga hii tulivu. Kwanza kabisa langu mie Vadasho Orenge na wenzangu hapa Nami hapa Dion Viva. Mboko Buju. Tupate vidokezo. Wanafunzi kubeba ugali kuja darasani. Je, wajua hatimaye mwanaspoti. Kwa kwanza kwa taarifa zetu tupate wanafunzi kuleta ugali darasani naye Dion Viva. Ni katika shule ya upili ya Walafi ambapo mwalimu alikuwa anafunza somo la Kiswahili. Basi mwalimu aliwaambia wanafunzi kuwa watafanya mjarabu. Basi mwalimu aliwahakikishia kuwa maswali yangekuwa mboga. Siku hiyo wanafunzi walikuja wakiwa wamebeba ugali. Mwalimu alishangaa na tendo hili, kwani wanafunzi walikuwa wamebeba ugali waje wale na mboga. Jambo hili lilimkera mwalimu na hata kushindwa la kufanya. Na katika apali za je wajua, leo tuna maneno mawili ambayo tutayaangazia. Maneno haya yamekuwa yakileta utatanishi hasa kwa wanafunzi wengi. Neno la kwanza ni jina mama. Wengi wanalifahamu jina hili kama rafiki, yani mama mzazi wa kike, hali ambayo si ya kawaida ama si ilifo. Kwani kuna wamama wengi tu ambao wameolewa na wachafanikiwa kuzaa mtoto. Je, wataitwa mama wa nani? Bila shaka maana halisi ya neno hili ni rafiki wa papa. Na katika neno lingine ni neno kokoto. Je, wajua mtoto mdogo, kisawe cha mtoto mdogo huitwa mtoto mjanga? Na bila shaka wengi wamekuwa wakiuliza, ikiwa mtoto mdogo basi ataitwa mtoto mjanga, je mtu mzima ataitwa vipi? Na bila shaka hapa Blaze Media hakuna swali lisilo na jibu. Basi mtu mzima tutamuita kokoto. Hali kadhalika katika habari za mwanaspoti tunayo ya kukutumbiza. Mboko Buju, tafadhali tuwakilishe uwanjani. Haya mpenzi msikilizaji, karibu katika kalakana ya soka Urban Praise Media. Mimi nafahamika kama vile Mboko Buju. Dakika na zijuna saa 57 za mchezo, kipindi ni kipindi cha pili. Haya, ugani Old Trafford, mwana Manchester anawasha mataa. Rashford kwake Bruno Fernandes analeta nini? Bruno Fernandes anamtafuta sasa winga ya kushoto kule ni Anthony kwake Martial anatiririka, anachenga ya kwanza inakupali, anarudisha katikati mwa uwanja kumtafuta sasa ni McTominay kwake Pogba anachenga, analeta moja ndefu mbele huku, anatafuta ni Martial anasukuma tupu. Haya, bila shaka mpenzi mtazamaji, ukiangalia ni mechi mchuano kati ya Manchester United pamoja na timu gani ndugu yangu? Chelsea. Ni Chelsea na Manchester United. Ukiangalia Chelsea na nyanyaswa hapa na karagaso na ekwa chini na tandikwa mara moja. Ni ndani ya ugani Old Trafford mtangazaji. Ukiangalia ni kuna ndugu yangu tunakuita nani? Mboko Buju. Yes. Hapo naona mwingine kakangu. Tuende sasa dadangu. Mambo vipi? Uko poa? Uko poa. Wewe ni mtangazaji? Naam. Hebu tuende sasa, nipatie uondo. Manchester na Chelsea inaendaje? Mimi nimetangaza hiyo ya... Ulitangaza gani? Nimetangaza hiyo ya wanafunzi kubeba ugali. Naam. Hebu tuende nalo round nyingine tena tusikie. Basi ni katika shule ya upili ya Walafi ambapo mwalimu alikuwa anafunza somo la Kiswahili. Basi akawaambia wanafunzi kuwa angewapa mjarabu na kuhakikishia kuwa maswali yangekuwa mboga. Basi siku hiyo wanafunzi walikuja wamebeba ugali ili wale na mboga. Basi jambo hili lilimkera mwalimu huyu na hata kushindwa la kufanya.
Simpigie hata makofi bana. Inakuwa raha tamu tena zaidi mwanchumo ligine nini ya Kisii FM 94.1. Kakangu hapa sasa nataka twende moja nalo, si ndio? Ni Manchester na Chelsea. Mimi niko Manchester, huko Chelsea, ama huko Chelsea mimi niko Manchester. Manchester. Haya, mpenzi mtazamaji, tunaanza ni ugani Old Trafford. Baina ya timu ya Chelsea nikiangalia ndani namuona Thibaut Courtois. Tukisonga mbele namuona Antonio Rudiger, tukienda hapo katikati namuona Kurt Zouma. Tukisonga mbele huko ndani ya attacking namuona Kai Havertz. Kuna timu Rwanda, kuna pamoja na nani? Washaondoka kwa timu ya Chelsea. Hata si niambie waliondoka kitambo. Sawa, tuanze na Manchester United. Tukianza katika kikosi cha Manchester ambacho ni kikosi cha tena, huko namba 1 ni goalkeeper ambaye ni David De Gea. Tukikuja katika left back namuona pale kijana ambaye ni Victor Lindelof. Katika center back hapo namuona Harry Maguire. Bila shaka tuko naye Martinez na kijana mjapakazi, yani namaanisha Malaysia. Alafu tukikuja katikati mwa uwanja namuona pale kuna Anthony, alafu kuna kijana mfupi hapo McTominay, na bila shaka kunaye Bruno Fernandes. Kwa sababu ya wakati tukiangalia tu refa anasema anapuliza kidude mara moja tu na mechi inaanza. Wanaanza pale ni Manchester United, naangalia nambari 9 mgongoni anaitwa Anthony Martial, anaangalia pale mbele mpatie nani? Kwa Rashford 1-2 tikitaka hapa na pale. Anabadilisha mitabende na rudisha pale nyuma kumpatia Anthony De Santos. Huyu mchezaji anapiga zaka hadi mechi inatoka nje. Wanaenda kuanza ni wachezaji wa timu ya Chelsea, na muangalia nambari 2 mgongoni ni kijana mzito, ni kijana mtol, anarusha pale katikati kumpatia Kurt Zouma. Anaangalia patie nani? Anarudisha hapa katikati mtangazaji. Anaangalia tena mpatie nani? 1-2-3. Anabadilisha huko mbele kumpatia Loftus-Cheek. 1-2. Anampatia Kai Havertz. Hakim Ziyech. David De Gea analala pale Mombasani. Bao linatandikwa upande wa kushoto. Anaitwa Kai Havertz. Hakim Ziyech anasababisha 1. Manchester United 0, Chelsea 1. Twende nalo. Haya msikilizaji, kasi ya mpira inapanda. Sasa ni Anthony Martial kwa Pogba katikati mwa uwanja. Anamtoa sasa ni Bruno Fernandes analeta moja huku kwenye ngome ya kushoto. Kumta sasa ni Anthony anachenga moja, anachenga ya pili, anaweza hapo kama njugo karanga kuleta katikati huku. Kumta sasa ni Rashford anatisha, anaingia tena Rashford anakata. Rashford mbele huku. Kumta sasa ni Martial kwake Bruno Fernandes. Chelsea kwa ele anasukuma tupwe. Inakuwa tamu tena zaidi. Naona kijana na karagasa. Mpatie makofi vingine tena. Hapa naona kuna dadangu mwingine. Unajua ndani ya Kisii FM hivi ndio tunafanya maneno, si ndio? Mna enjoy? Mnasikia vizuri? Mnaendelea kubambika? Future watangazaji ni nyinyi, si ndio? Dadangu naitwaje? Naitwa Violet Orenge. Uko form? Kidato cha 4. Kidato cha 4. Naam. Candidates. Yes. All the best. Thank you very much. Thank you. Umepresent nini? Nilikuwa nawakilisha wenzangu kutangulizi wanza habari zao. Naam. Piga introduction tena nzuri. Unajua watu wanafurahia wakimuona tena akirudia, si ndio? Naam. Twende tena. Hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kwenye habari zetu za Press Media tukiripotia stesheni ya Kisii FM 94.1 Enkayomo Gusii. Sasa hivi ni majira ya saa 7 saa za Afrika Mashariki. Tumo tayari kukuletea habari. Kwangu jina langu naitwa Vadasho Orenge na wenzangu hapa wakiwa nami hapa Dion Viva. Mboko Buju. Ni Buju? Inakuwa tamu tena zaidi. Tukisonga mbele, by the way, mnafanya kazi nzuri na mtie bidii sana. In the field of media watu ni wengi, si mnajua? Na kazi ni chache, si mnajua? Saa wewe jiulize kitu moja, mkienda watu 20 kutafuta kazi, ni kitu gani itakufanya upate kazi wengine 19 wasipate? Ni kitu gani itakufanya upate kazi? Jinsi nitakavyotangaza. Na wewe? Jinsi unavyojiwakilisha. Na wewe? Bila shaka nitatanguliza Mungu, halafu nitakuwa mchezi pale, halafu niwe na courage kuonyesha ile passion
na ile interest ya kufanya hiyo kazi. Hizo zote ndio vitu zitafanya tu mpate kazi. Umesikia? Tia bidii zaidi. Nataka tena, kuna wengine wako na presentation nyingine. Kuna wasanii hapa ndani by the way. Kuna watu wanaimba? Washaimba. Mbona walimba na siku ha? Wako wapi niwaone na mimi? Nataka kuona wakimba. Ama wameingia huko ndani? Nani amebaki? Nani amebaki? Mwimbi ni nani? Sawa, acha kwanza huyo afunge, si akifunga ndio tuwaite tena. Nataka kuona waimbi. Nataka kuona waimbi. Waimbi ni akina nani? Sawa, damu tuende. Shukran mtazamaji, ni hayo tu tulioandalia kwa leo. Nafahamika kama Dion Viva. Vadasho Renge. Mboko Buju, ungana nasi papa hapa ifikapo mwendo wa saa 10 jioni. Inshallah. Wapigie makofi. Yaani mko introduce kidato cha ngapi, shairi ni la aina gani, alafu si utatukariria shairi. Sawa. Kwa majina ni Milka Mokaya, niko kidato cha 4 katika shule ya St. Peter's Nyakemicha. Nina shairi lenye mada Kisii FM ndio mwamba. Haya tuanze. Maparatata ya tata yakianguka, jua kuna matata. Yule wa Nyakemicha, nimefika, nimeziba mwanya, tayari kuwakariria shairi lenye mada Kisii FM ndio mwamba. Naam, Kisii FM ndio mwamba. Twende kazi. Kisii FM ulo waridi katika yetu bustani, watangazaji shadidi walobobea kazini, ukweli wao wahidi, kiapo wachukua luteni. Kisii FM ndio mwamba, daima usovunjika. Uwemo kwenye gari, katika mwendo safarini, taarifa pokea shwari, epuka ajali barabarani. Redio weka ewe baba, muziki umzuka. Kisii FM ndio mwamba, daima usiovunjika. Press media hadi sasa, tamati tumefika. Ugomvi weka mbali, chuki daima fukia. Yetu moja hili, Kisii FM daima. Kisii FM ndio mwamba, daima usovunjika. Santa. I wish ningekuwa na sauti na mimi ya kurudia hiyo shairi tu. Lakini kitu nimesikia Kisii FM ndio mwamba. Kama kawaida tutavunjika kweli. Si ndio sasa. Na wakaribisha sana. Next time uko form 4? Niko form 4. All the best. Thank you. Success. Thank you. Na utie bidii sana. Lazima. Kuwe na tension. Ndio miaka 2-3 nikikuona hapo ukisema nilikuja siku nyingine hapo utapata sasa itakuwa TV ni live. Si ndio? Ndio story inakuwa vizuri. Ni subject gani unapenda sana? Napenda Kiswahili. Kiswahili. Ndio maana umeamua tu tuamulie shairi tu mzuri kabisa. Alright. Mpatie makofi mengine. Kazi nzuri kwake, kazi nzuri kwake, kazi nzuri kwake. Ni hilo tu kuna alama, kuna presentation nyingine? Ni hiyo tu. All the best. Kuna mwingine tena, any presentation? Yenye tumesahau?
Namsmile. Yeah, by the way, hiyo inakuanga ni feature moja ya journalist. Hata kama sura ni ngumu, lazima ujaribu kuileta tu, yani tusikie vizuri, si ndio? Unaitwa? Okay, for me, I'm Sandra Andy. Sandra Andy. Yeah. Kidato cha? I'm in Form 2. Wewe kizungu. Na unaitwa? I go by the name Daphne, Form 2. Wow. Kizungu ni tupu. Acha tusikie kizungu sasa, si ndio? Karibu sana Flonian. Tick, tock, tick. It's time we go viral, we as the press media. But before that, let's get the news bulletins. Thanks to the administration. Wishing our candidates success. Big ups to Kisii FM. As we all know, Nyakemicha is a big school. Some people might call it the Alliance of Nyamira. Last year, we reported a mean of 8.8, and this year, we are aiming for a mean of 9.5. We thank our teachers for supporting our candidates and ensuring that they have got everything on their doorstep. And we also big ups to our fellow parents who are supporting us through this entire process that we are going through. Okay, thanks to the administration. I would like to thank the administration for supporting us through this entire journey. We had plans, but we never thought that they would succeed. But finally, we are now here. I would like to thank our able principal, Mr. Leonard Meme, and our Miss Patron, Mr. Ezra Nyaenda. Well, who knew that we reached this far? We as the press media started as a young group, but now reaching to Kisii FM and being here we are so thankful. And Kisii FM has been our #1 news station. And in future, I would like to be like this and maybe go nationals. Our dream has always been to come to such a place like this and maybe do more than we can imagine. We all know that a dream written down is a dream achieved. That's why we'll one day wish to be anything that we have always desired. Well, that's all we had for you today. As you're going, we'd like to leave you this. Know that whatever you desire is what you get. Don't go away. Just get tuned. And know that in everything, God is always there for you. You don't want to miss this. The tea is boiling hot as he serve you. I've been your #1 news presenter with Diva and my counterparts. Joy. Sandy Andy. Big ups to our lovely parents who are our heroes. Bye-bye for now. We love you all. Wana watangazaji kweli kweli, kizungu tupu. Kizungu. Good job. Wapatie makofi tena. Kazi nzuri. Wale maform 4 wako wapi? Nani candidate hapa? Hawa ni form 3. Mkienda nyumbani msome sana. Umesikia? Msome sana. Msiende
segment number, tusimpatie makofi before tuanze. Good job. Sijui ni kushikia mic, naona uko na speech kubwa sana. Ama utashika? Uko sawa nayo? Sawa, tuambie jina kwanza, unaitwaje? Anastasia Masiko. Kidato ni cha 4. Kidato cha 4. Yeah. Sawa. The floor is yours. Tupatie speech hata mimi nisikie na huko nyuma. The Board of Management, all news anchors and presenters, my fellow club members from my school, pleasure to you all. I'm glad to take this precious chance to thank the Almighty God for allowing us to reach this special day. It has been a dream for the Nyakemicha Journalism Club to have a special moment with you as the Kisii FM. It has been a long journey since this club was introduced in our school. Our first presentation was in the year 2019. We've always got support from the school administration together with our senior editor, Mr. Nyaenda. Since then, our club has always been called the Journalism Club, but later it changed to be the press media, the voice of the voiceless back in our Nyakemicha community. As our club, we do focus on main issues concerning our school. We mostly present our news presentation on Mondays and Fridays. We also give our thanks of appreciation to you as the Kisii FM. You've always done the best to make the life of Kisii more favorable. We also give you a big up for giving us this chance to at least interview your studios. From our club, we do focus to produce the best journalists who can always do it perfect, because the Englishman did a quote that practice makes a perfect. We believe we will have to polish and reach our perfections after schooling. The Nyakemicha School has always been identified among the most performing institutions. Last year's candidates had a mean of 8.8, and this year we are aiming a mean of 9.5. It has always been a focused school, and it will always remain to be. We also present our greetings from our school principal, Mr. Murungi Meme, our deputy, Mr. Bare, the senior deputy principal, Madam Marisi, together with the staff and the entire school fraternity. We are glad to have interviewed you. Thank you a lot. Thank you once more. Yeah. Wow, good job. Mpatie makofi ingine. Ladies and gentlemen, I'm with a crown. All protocols observed. Kizungu ikaishia hapo. Anyway, nani kuna presentation ingine yenye tuna
right. We back again. Inaitwa St. Peter's Nyakemicha representing ndani ya Kisii FM kama kawaida. Omo saumo tingunere with a crown WIZACROWN. Nalia mangana kwa vya kabisa hapa hivi. Naona kuna Mami umetense? Hapana. Uko sawa? Ndio. Kabisa? Ndio. Hebu shika mic. Good. Tuambie majina. Bella Mwangu. Bella? Mwangu. Kidato ni cha? Kwanza. Kidato cha kwanza. Hali ya shule inakupelekaje? Vizuri. Uko vizuri kabisa. Ndio. Good. Twende na tongue twister. Tupate presentation nzuri. Give Papa proper coffee na kopa coffee cup. Give Papa proper coffee na kopa coffee cup. Thank you. Hiyo ni nini sasa? Acha ngoja. Hebu tuende pole pole. Hebu Give Papa proper coffee na kopa coffee cup. Nani anaweza fanya hii kitu tena? Mimi nimesikia give Papa coffee proper coffee. Kwa hiyo ukienda nani anaweza fanya kitu tena? Nani anaweza mchallenge? Anyone? Ita yote. Nataka kuita yote. Sasa sitaki mtu achaguliwe. Ita yote. Sawa. Rudia mara moja. Give Papa proper coffee na kopa coffee cup. Mami tuende. Give Papa proper coffee in a copper coffee cup. Ita mwingine. Victor. Victor kwa wapi? Victor kuja. Journalist si mwoga, Victor kuja. Kimbia. Na huyu naona ni Odi. Huyu ni Odi. Kuja karibu sana. Si umesikia vile ameongea? Ama kupigia intro? Hebu. Give Papa proper coffee in a copper coffee cup. Victor tuende angusha wanaume sasa. Acha angusha wanaume, si ndio? Wanaume sasa ndiye mwokozi wenu. Twende Victor. Give Papa proper coffee na coffee. Asu mwanachama anatuangusha bwana. Hebu nitie mwanaume mwingine mmoja nione kama atafufua wanaume. Baba kuja. Ita mwanaume mwingine unajua jina anaitwa. Ita tu. Ian. Yaani yako wapi? Yaani kimbia kwa faster kwa shule iko na maodi kweli. Hawa ni journalist. Twende. Give. Siaseme kwa. Twende. Tuanze mami. Give Papa proper coffee na kopa coffee cup. Yes. Give Papa proper coffee na coffee. Hivi ndio wanachama tumefaint. Anyway, thank you. Kazi nzuri mami, soma sana. Twende next. Twende na line. Tunakuita nani? Hassan Mohamed. No. Presentation yako ni gani? Rap. No. Hassan Mohamed. No. Rapper. Yes. Kitu 55 ama kitu 55? Kitu 55. Twende nalo rapper. Hivi huyu sasa hata mimi acha nikae rapper, si ndio? Tukombite na yeye safi. Ama ni aje? Twende. Now, na rap yangu inaangazia vijana. Nikianza na uliamka kibao mbele ukadhani umetangulia, hawezi ndio hawa wataka kukuzuia. Yes, na mamos kibao, kwani siwezi nikaflat. Cheki brother, cheki mbele, wacha kuflat up. Yes, na mamos kibao, kwani nina hatia. Brother, cheki mbele, acha kugawia. Yes, kore cheki boss, yes nikaflat up. You know the best tacos, muimbo hip-hop. Esona King Kong, let's go together. I'm the best rapper man, I'm the best rapper nigga, I'm not a gold digger. This and that, mara ile eti nikushow fashion power matisho kanitoa tabisho tegemesi ni jasho. Listen boss, nikushow best time to kwa flow, so usije ukanibo. I can't take money. Wala ikuba pusu opportunity kutusufanya job kama izozo. Yeah man. Nimesikia kimalizia fanya job kama zuzo, sio? Kazi nzuri. Mimi nimesikia kijana ni mnoma, nafanya kazi noma, nashika kila noma, nasoma tu vinoma, nafanya kila noma. Nashika tu nene kazi kama zuzo, akamalizia hapo, si ndio? Kazi nzuri. Na talanta uko nayo. Tia bidii zaidi. Next tunaingia wapi? Wewe enyewe. Nafaa nirudi shule sasa. Tunakuitaje? Ibrahim bin Ali ndo jina langu la kazi, lakini jina la Kenya nalinjua ni Brighton Mincha. Brighton? Mincha. Unapiga nini? Anapiga historia ya shule. Piga historia ya shule. Twende. Kwa majina niite kama Ibrahim bin Ali. Shule yenyewe nimetoka ni shule ya Nyakemicha.
basi pale utasikia shule Nyakemicha, yani mtakatifu Petero Nyakemicha. Basi tumeweza kupandishwa cheo kutoka shule ya sekondari mpaka sasa tunaitwa shule ya high school. Sasa nadhani nyote mnatambua high school inamaanisha nini. Sasa si ni watu wa juu. Vile bila shaka tuko na principal kwa sasa anaitwa Leonard Murungi. Shule yenyewe nakupatia history tu changavu ama chache tu. Vile tulivyoanza, tulianza katika miaka ya awali ya miaka 1970 kule. Tuliweza kupewa shamba na bishop aliyekuwa hiyo time, akaweza kutupatia shamba pale katika shule Nyakemicha. Zimekuwa shule Nyakemicha imekuwa katika habari miaka ya hivi majuzi, hasa miaka ya 2018 hapo. Japo tulikuwa nyuma kiasi, tuliweza kutumiwa ukipenda principal ambaye ameweza kutuongoza shule yetu, na sasa hadi tukapandishwa cheo, na pia tukaweza kulipua mini yetu ambayo ilikuwa ni 8.5, lakini tukailipua kwa umbali sana. Tukafika pale 8.8, na sasa tunaweza kuangalia katika mini ya 9.5. Ukipenda wanafunzi kama wenye tumekuja nao wameweza kuongoza kila kitu, na pia wanajipanga. Vile shule yetu ukiweza iko karibu na tuko katika msururu wa mashule. Ukianzia pale kuna Kebirigo, hiyo area ama tuseme hii area imebarikiwa sana. Ukiweza kupendesha Nyamira County kuna masomo, ndio maana hasa watu wengi utoka mbali hadi hapo. Ukiweza kuangalia kuna shule zinazotajika kama Nyamira, ukiangalia tena kuna Kebirigo, lakini wote sasa tunapeana mashindano makali kabisa. Kama kuna shule ya Nyakiore, pia tunapeana ushindano mkali sana, tukipatana katika nyanja za muziki zote tunashindana, ila sisi ndio siku zote huepuka washindi. Wagwan, kazi nzuri, si ndio? Patie makofi mengine tena. Unasema jina ya kazi ni gani? Ibrahim bin Ali. Alafu jina yako? Brighton Mincha. Wow. So already uko na jina ya kazi, uko na kazi ukiwa shule? Kabisa. One time. Yeah. Kaa chini. Next tunaingia wapi? Wimbo wa Kisii FM. Wow. Cha nisikie wimbo ina sound aje. Wimbo wa Kisii FM. Nilikuwa mwimbi kitambo before nizeeke. Nisaidie waimbi wengine. Tunakuita? Kwa majina naitwa Damaklin Kerubo, lakini jina la usanii ni Liz Kendi. Liz Kendi. Naam. Wagwan. Kwa majina naitwa Deborah Mora. Yes. Na la usanii? Deborah mshairi tu. Wow. Mko na presentation, uko form? Niko kidato cha 4. All the best na success. Asante. Na wewe? Kidato cha 4. Wow, tia bidii sana. Sasa mko na presentation, wimbo wa Kisii FM, songa hivi karibu hivi. Tupatie utamu, hata mimi nisikie utamu. Tupe utamu. Kisii FM, tunawapenda Nyakemicha, habari za kusisimua zasikika pande zote, vipindi vya kuburudisha, tuna ranki namba 1. Kisii FM 94.1. Asante. Wapatie makofi. Acha warudie kitu mara moja, si ndio? Hii ni kadi. Tupatie tena mara moja. Kisii FM, tunawapenda Nyakemicha, habari za kusisimua zasikika pande zote, vipindi vya kuburudisha, tuna ranki namba 1. Kisii FM 94.1. Ona na mko na sauti nzuri ya kuimba na mlikuwa mtaki kuimba. Sasa hii ni nini lakini jamani? Mko talented. Mkimaliza mtihani, mmalize mtihani vizuri, najua mtapita. By the way, Nyakemicha si mnapitanga mtihani. Sasa hiyo ni kitu ya kuongea mtapita. Si already mmepita mtihani? Mtihani mpite. Soma sana. Mkimaliza mtihani andika nyimbo.
Mimi nikisikia kazi nzuri kutoka kwenu Ulisema ni form? Niko form 2. Form 2. We? Ni form 2. Patie spoken word. Sai nenda hivi. In this life nimeishi nikijua that all men are the same until I met this one man. Jina lake ni Jesus. Amenishow true love enye msee yote angenionyesha. Alidai kwa cross for my sins. Na kila siku nikicheki naona venye ameanikwa kwa cross. Humans tumekosa utu. In the name of tunasaka uhuru. Sagodi baidha, mi abadan katan sitakuacha. Thank you. Wow. Alidai kwa huko anaitwa Jesus. Sagod by the way. Sitaki kuteseka na hii maisha, au sio? Patie makofi mengine. Tumebakisha nani? Wewe. Enyewe. Kazi nzuri. Mimi hata sikuivalia kiatu ya bata. Na mko smart. Jipigie makofi bana. Mko smart sana. Nimrod, livalia kiatu ya bata. Songa karibu mami, songa karibu. Tunakuita? Nancy Mongare. Nancy Mongare. Journalist Askae Mshae. Unaangalia mic, unaangalia kamera. Nancy Mongare. Kidato cha? Cha pili. Naam. Valentine Bogongo kidato cha pili. Valentine Bogongo kidato cha pili. Good. Mko na presentation gani? Poem. Mko na poem. Naam. So mmeishika nyote. Yes. Nani atashika mic kati yenu wawili? Ni wewe. Valentine Bogongo. Tuende basi. We have a poem entitled Kisii FM. Coming to Kisii FM in a haste, knowing every talent won't be a waste. Every edition is the best, winning in every phrase. Talent within and a vein. Kisii FM is just fine. Hoping one day to be mine. Toast to a glass of wine. Never putting people's talent on ice. If you don't believe, then see their eyes. Kisii FM reports no lies. Reports are always wise. Thank you. Si wanyime makofi yao. Nataka sasa, si wameifanya vizuri sana. But sasa walikuwa na tension kadogo. Hiyo inakuanga normal, si ndio? Sasa nataka waipige. Mlisikia vile alipiga? Died in the cross because of Jesus. Au sio? Twende nalo. Sasa nataka muipige na mko sawa? Breathe in. Sawa. Twende. Shika mic. Turudie. Coming to Kisii FM in a haste, knowing that talent would be a waste. Every edition is the best, winning in every fest. Talent within a vein. Kisii FM is just fine. Talent within a vein. Kisii FM is the best. Hoping one day to be mine. Toast to a glass of wine. Never putting people's talents on ice. If you don't believe, then see with your eyes. Kisii FM reports no lies. Reports are always wise. Thank you. Kweli. Coming to Kisii FM is a dream. Doing what is the best. Nimejaribu kushika lakini wapi. Kazi nzuri. Tumebakisha wapi? Dancers. Are you stand by? Patie ngoma kama iko. Madancers wakuja hapa naona maodi wewe. All right. Segment number 1 hapo ndio tunakafungia ndani ya Kisii FM Digital. Kama kawaida unajua sisi tunahakikisha kuwa talanta zipo nyumbani na sisi ndio kuza talanta. Wiza Crown hapa hivi na squad nzima ni ya Kisii FM. Next segment. Tunakuja hapa na madansa watuonyeshe wanajua ujuzi gani.
want you to go.